Sasa basi. Mwaka 2004 yuko mzee mmoja wanamuita Murti. Mzee huyu alikuwa akilea hawa watoto yatima kwenye kitengo chake. Anapiga simu, anasema mheshimiwa, hawa watoto ni siku zimepita hawajala chakula kizuri. Wanakuja wanasiasa wanakuja kujifanya wanatoa misaada, lakini kiukweli wanasiasa hawa wanawatumia watoto hawa tu kwa ajili ya siasa zao. We, hakikisha hawa watoto wameshiba. Mzee anakuja kuangalia sufuria. Ndani ya sufuria kuna hotpot. Sasa kwenye hotpot ndo kuna chakula watoto takriban 30. Hapa kitengoni hawa watoto wanaishi maisha magumu, chakula ni cha taabu. Watoto walikata tamaa. Anasema kwamba kwa nini binadamu wanakuwa na roho mbaya namna hii? Wanakuja hapa, wanatudanganya watatufadhili, lakini kumbe ni uongo. Mtoto mmoja akasema, mimi nilitegemea kupata ufadhili wa masomo, lakini ndoto zangu mimi zimezama sasa. Kila anayekuja hapa ni mwizi, wanatudanganya watatusaidia, lakini hakuna kitu. Yuko mtoto mmoja anaitwa Ramu akasema, hapana mzee, msiongee maneno mabaya kwa family members. Family members kivipi? Wakashindwa kujua Ram kamaanisha nini. Anasema India is my country, na kila Wahindi wa kike na wa kiume ni kaka zetu na dada zetu. Anasema nchi hii tunaishi kama familia. Haina haja kulaumu family members. Nyinyi mmesemaje? Mnataka kusoma si ndio? Wanasema ndio tunataka kusoma. Anasema kwa ajili ya support ya familia ya Wahindi wenzetu nitawasomesha. Ramu akakamata gazeti. Huyu mwanasiasa alishatoa ahadi feki Leo Ramu akachukua mapulizo. Baba, naomba mapulizo, ninunulie mapulizo. Mzee alishadanganya atafadhili wale watoto na hajafanya hivyo. Shingapi? Anasema hapana, mimi natoa bure kwa ajili ya familia. Kila Muhindi kwangu ni familia. Akatoa mapulizo bure. Mapulizo akabasti. Kumbe Ramu alikuwa amechanganya na dawa za usingizi. Huyu jamaa na mkewe wakalala, Ramu akachukua funguo. Alichokifanya uwezi amini, alikwenda kumsafisha na kumuibia huyu mzee. Mr. Murti akiwa kitengoni anashangaa, anaambiwa kuna mzigo wako. Mzigo gani? Anashangaa ameletewa pesa. Pesa nyingi kweli kweli. Leo Mr. Murti alipika chakula kingi kwa ajili ya watoto. Watoto leo watakula, watashiba. Amepokea pesa na ajui pesa hiyo imetoka wapi. Kumbe ni Ram kaenda kuiba, alafu pesa ikatumwa hapa kitengoni. Sasa wenzake wakamwambia, sisi tunataka pia tu tunakusaidia. Anasema haina haja, mimi nitapambana mwenyewe. Yes. Pesa akiiba zinakuja kitengoni, alafu zinawasaidia watoto wenzake kwenda kupata elimu. Alikuja nyumbani kwa yule mfanyabiashara ambaye pia alitoa ahadi feki kufadhili watoto 6. Akaja na bahasha. Ndani ya bahasha kuna picha zikimuonyesha mfanyabiashara ambaye huyu ni mkewe. Mfanyabiashara kapiga picha na mchepuko. Tena alimwambia kwamba mumeo anataka kutoa pesa kama milioni 1 hivi. Anataka kutoa kumpa huyo mchepuko wake. Kumbe hiyo pesa, yeye alishajua hiyo pesa ipo ndani, akaenda akaiba. Fa kuhusiana na mtu mmoja anayejiita Robin Hood, huyo ni mwizi wa hatari. Zinatangazwa kwenye TV. Yupo home minister hapa. Ni nani huyu ambaye anaibia watu wetu muda wote huu? Alafu kwenye TV waandishi wa habari wana rap tu. Eti unashindwa kuangalia wewe? Mheshimiwa, taratibu bwana. Hiyo BP inapanda. Hii kesi inaonekana hakuna mtu ataweza kuitatua. Victor Varghese. Lakini kamishna akamwambia kuna mtu anaitwa Victor Varghese. Huyu jamaa ni mbwa mwitu. Huyu jamaa naamini tukimpa hii kesi ataweza kumpata huyu Robin Hood ni nani. Yes, huyu hapa Victor Varghese. Inko Lakshmi Puja. Leo Udayam 5 gantala yuko mzee na mkewe wameenda kulalamika kwa Victor. Ngaram petale. Bwana, tumeibiwa. Tulikuwa tunaenda kufanya ibada. Tulivyoangalia CCTV, kuna mtu amevaa mask ya N95. Ennunde anni patuko. Huyu jamaa ameiba dhahabu zote za mke wangu. Manishila unadu. Anaonekanaje mtu huyu? Ngoja nimwambie. Ngoja nimwambie mtu huyu anavyoonekana. Huyu jamaa ni mrefu futi 6. Body almost 6 pack undi. Alafu inaonekana na 6 pack huyu jamaa. Inaonekana pia ni handsome. Yare. Wewe naye unaongea nini? Ngoja nimwambie afande. Afande anatakiwa kujua ukweli. Any clue?
క్లాస్ ఉన్నాయి. Anasema macho yake ni mazuri kweli kweli. మాస్ ఉన్నాయి. Jinsi alivyo yani huyu jamaa. ఆ స్కూల్ లిప్స్ కనిపించలేదు. Sema sijaona lipsi zake. Oho. Victor akaona huyu mama naye anaongea uhananga hapa. సార్ Mheshimiwa, ngoja nimalizie basi. Mkamate basi huyu jamaa jamani. Eti nini kinachoendelea wewe? Not any bike. Ipo Haya. bazarla. Victor Varghese akaletea taarifa ya huyo mwamba anayejiita Robin Hood. Anasema sasa In details. nataka kwanza niwajue wote ambao wananunuaga hizi dhahabu ambazo zimeibiwa, cheni, hereni zilizoibiwa, nataka niwajue. Kuna mitaa ambayo kuna matajiri ambao wao wananunua vile vitu vya wizi. Kwa mfano umeibiwa cheni, umeibiwa saa yako ya dhahabu, Chori chest. hereni. Kwa hiyo kuna watu mtaa fulani huwa wananunua hivyo vitu kwa bei cheap. Sasa Victor Varghese anajua baada ya vitu kuibiwa basi vitapelekwa hapo mtaani kuuzwa. Na ni kweli. Wezi amini yule jamaa ambaye anaitwa Ram, yule mtoto mdogo alianza kuiba kwa ajili ya kuwasaidia watoto wenzake ambaye ni yatima pale kitengoni. Siku hizi anajiita Robin Hood. Wakati huo Victor Varghese anasema tunakwenda kwenye mitaa ambayo masonara wananunua dhahabu za wizi, vitu vya wizi. Polisi wakamwagika hapo mtaani. Polisi wakajikausha kama sio wao. Wanataka kuangalia ni nani atakuja kuuza vitu hapa. Robin Hood akiwa na msela wake akamwambia, "Oya, inaonekana polisi wameshasanukia mchezo wetu." Polisi wapo hapa. Na watu wakaingia kama vile wanasafisha mji. Waliopita hapa itakuwa ni wahalifu. Twendeni. Kuna jamaa amepita hapo. Vunjeni mlango. Wakaingia huko ndani. Nyie mtakuwa nyinyi ndo waizi wenyewe. Wakawakagua vizuri. Ni nini? Wakati huo mwizi mwenyewe huyu huku na begi lake limejaa vitu vya wizi, dhahabu, cheni, hereni. Aliulizwa na Johnny mshikaji wake, "Wewe ulijuaje kama polisi watakuja?" Anasema, "Mimi nilijua tu polisi watakuja." Yes. Wakati polisi wamekamata watu wengine, yeye akapeleka begi mahali akachukua pesa zake. Mwanaume anaondoka. Anasema huyu mwizi ametuchezea sisi mchezo Sasa kanionyesha game lake la kwanza. We Barati, nahitaji CCTV footage haraka na mara moja. Pale ambapo kuna kamera anakuja kugeuka, Victor anashangaa kamera imezungukwa na mapulizo. Interrogation room ready. Oya, mleteni huyo mwizi kama ameshamkamata. Mwizi hajakamatwa, huwezi amini. Na Victor aliamini kwamba akija hapa mtaani lazima atamkamata mwizi. Kamera zimezibwa na mapulizo, kwa hiyo hakuna chochote kilichorekodiwa. Haya. Sasa leo alikuja tena mahali moja. Ni mwizi afai. Kazama ndani mwanaume. Yes. Cha ajabu hajajua kwamba polisi walikuwa wamemtega. Victor Varghese alikuwa amemtega. Oya! Ameshaingia, twendeni. Sasa kamera za locker room zinaonekana blurry, yani hazionekani vizuri. Mwanaume akajua sasa nimenaswa. Wakati huo Victor Varghese anakuja na jeshi la polisi. Polisi wanapanda juu. Jamaa ametokea akapanda juu kabisa ya jengo. Victor haelewi huyu jamaa yupo wapi. Amejibanza kwa pale. Na Victor Varghese na machale akaona kwamba atakuwa hapo, akachomwa chuma. Anakwenda kutazama, hayupo. Mara ghafla, wewe ndo mwizi. Mara polisi wanakuja wakazuia. Oya, Special officer. huyo ni polisi. Huyu ni polisi. Cha. Mungu wangu, nimepishana tena na Robin Hood. Huyu ni nani? Robin Hood the first case petete. Huyu hapa bwana anaitwa Ram. Sarokodko. Na yeye anamtafuta Robin Hood. Ram akajifanya hata kama atatoroka vipi, Vanikachita. mimi nitamkamata tu hakika. Yera. Alafu wewe usipende kuongea ujinga, mimi nimeshakasirika. Hivi unajiona wewe utaweza kumkamata Robin Hood kabla yangu? Ndio. Nyinyi polisi mpaka leo hamjamkamata Robin Hood na libia familia yangu. We, hii ni kazi ya polisi. Wewe sio polisi. Mimi nitamkamata Robin Hood wa kwanza. Sawa mheshimiwa. Robin Hood. Arrest చేయండి. Sasa Victor amemind. Tena usiongee ujinga, nitakupa kesi. Wewe ndo nitakuita Robin Hood. Nipe ndio, nipe. Mimi nishachanganyikiwa. Robin Hood ametuibia sisi. Akaambiwa aondoke Ram. Nye, huyu kijana huyu nataka nione information yake. Nataka nimjue vizuri huyu kijana. Sasa aliangalia akaona anafuatiliwa. Victor Varghese anataka kumfuatilia huyu Ram vizuri. Amerudi kule kitengoni. Bado mzee huyu Mr. Murti aliendelea kulea hawa watoto ambao ni yatima. Anachukua watoto yatima mitaani anawalea hapa. Wale wenzake ambao alikuwa nao sasa hivi wamekuwa watu wazima, wengine wana kazi zao. Watu wamesoma, wengine wamesomea kompyuta. Aliangalia kinachoendelea hapa, akamwambia rafiki yake Johnny. Anamwambia angalia mzee huyu alivyotulea.
Anasema nimepata idea kwamba siku moja polisi wanaweza wakanikamata. Na polisi wakinikamata watajua mimi ninatokea hapa kwenye hichi kitengo na nitaitwa mwizi. Na sio tu mimi mwizi, hata mzee wetu Mr. Murti, hawa watoto pia wataitwa waizi kwa sababu mimi ninatokea hapa.